Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Afro24 Media, karibu kwenye episode yetu ya pili ya kipindi chetu cha Love and Ceremony. Leo tumepata bahati bwana, tuna mtoto mzuri studio kwetu anaitwa Jasmine. Huyu bwana yeye ni makeup artist lakini vile ni mtaalamu wa masuala massage. Anapatikana pale Sinzamore kwenye studio yao kubwa sana masuala hayo. Inajulikana kama Lulu's Luxury and Spa. Yes, wataalamu wa mambo kazi. Jasmine, mambo vipi? Karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Unajisikiaje mrembo? Najisikia furaha, najisikia amani. Hebu tuambie kwanza, kipi hasa unakifurahia kwenye kazi zenu hizi za mambo ya makeup artist, nini mambo ya massage? Nini hasa yani raha yake ukiwa kwenye hizi kazi? Kwanza kinaniingizia kipato. Okay. Ya cha pili najuana na watu mbalimbali, marafiki wapya. Yes, wanakuja sura mpya kila siku. Yeah. Okay, kwa hiyo leo kaja huyu, kesho kaja yule, unatengeneza network kubwa. Yeah. Okay. Na ipi changamoto ambayo unapitia kwenye hizi kazi zenu? Changamoto ambayo napitia kwenye kazi yangu ni kutongozwa na wateja. Hiyo kawaida, si mrembo? Na wewe akikutongoza wewe unajibu vipi? Ninachojibu kwamba kazi kwanza. Okay. Yeah. Kazi kwanza, mengine baadaye. Mengine baadaye. Akikwambia mengine yaanze alafu kazi baadaye. Kwa kweli. Hiyo ni ngumu, hiyo sio? Hiyo ni ngumu sana. I say. Jasmine, upo kwenye mahusiano? Yeah. Okay. Unafurahia kabisa mahusiano yako? Yanaga changamoto yoyote? Yeah, nafurahia. Hongera sana. Tupe experience kwenye mahusiano, sababu episode podcast yetu inahusiana na masuala ya mahusiano na sherehe. Tupitishe kidogo kwenye story za ex wako. Ni kipi hasa unakikumbuka kwa ex wako? Kiwe kibaya au kizuri? Tu share hapa na watazamaji. Story ninayokumbuka kuhusu ex wangu. Yeah. Ni kuna siku moja mwanamke alipiga simu. Kupiga simu. Alipiga simu kwenye simu ya nani? Kwenye simu ya mwanaume. Okay. Yeah, nikamwelekeza mimi mpaka hapo tunapoishi. Basi yule mwanaume kaondoka na yule mwanamke. Kwa yule mwanamke alipopiga simu alitaka kujua kwamba mwanaume wake yuko wapi. Yeah. Kwa wewe ndio ukamwelekeza kwamba mwanaume yuko wapi. Kwa alivyokuja pale kwenye eneo lenu, yeye alichokifanya yule mwanaume akamchagua yule mwanamke akaondoka naye akakuacha. Kwa kosa wewe kumbe ulifanya ni kumwelekeza yule mwanamke ulipo. Usingefanya hivyo. Okay, nini hasa huwa unazingatia unapotoka out kwenda out, labda kwenye matembezi na marafiki ama mpenzi wako mpya, nafahamu kwenye mahusiano kama walivyosema. Nini hasa huwa unazingatia unapokwenda out? Yeah, kuwa na akiba ya kutosha. Okay. Yeah. Kingine uzingatie muonekano, labda jinsi ya kutoka nini, au vyovyote lazima nizingatie na akiba pia. Okay. Lazima muonekano kwanza. Cha pili akiba ya kutosha. Sio mkaenda mkatingisha meza zenye vinywaji vizito. Sawa sawa. Umeniambia ama ninavyofahamu mimi kwamba wewe pia ni mwigizaji. Yeah. Si ndio Bongo Movie. Huyu ni mmoja kati ya mastaa wa Bongo Movie. Kwa wale ambao wamjui, huyu ndio Jasmine. Tutaenda kuziona series zake hivi karibuni. Jasmine, mtu ambie kwenye hili soko la Bongo Movie, kwanza niambie ni star gani ambaye unamkubali sana kwenye scene za mahusiano? Na anakiigiza kwenye upande wa mapenzi, wewe unamfurahia sana? Manyanya anakukosha sana kwa uigizaji wake sana. Okay, sawa sawa. Kipi hasa unakiona kwenye hili soko la Bongo Movie? Unahisi waigizaji wenzako wa kike wanakosea wapi? Au kitu gani unaona kina miss kwenye soko la Bongo Movie kwa upande wa waigizaji wa kike? Okay. Uhalisia. Sio wote, yani waigizaji wa kike wengi sana hawana uhalisia. Okay. Yeah. Kwamba wanaigiza tu. Haonyeshi lile. Unajiona wapi baada ya miaka kadhaa kama mwigizaji wa kike hapa Bongo? Najiona kufika mbali. Sababu napambana nifike mbali. Okay. Na mafanikio yangu nayaona. Na changamoto zipi unazopitia kama mwigizaji wa kike, especially na wewe mrembo kama hivi? Changamoto zipi unazopitia kwenye kazi zako za uigizaji? Changamoto ninazozipitia na madirector sana. Ya madirector wanakuwa wanataka kimwili. Ndio igize tamthilia. Wanataka wafanye yao ili wakupe scene uigize. Yeah. Kutumie kwanza. And then wakupe kazi. Kwa hiyo inakuwa inarusha sana kwa sisi wasichana wa kike. Nice.
mna kazi basi, maana umeniambia kwenye kazi zako za masuala ya urembo ya makeup pamoja na massage, hizo changamoto zipo za kutakwa na wateja. Ukija kwenye movie hii unakutana nazo, ni kawaida binadamu, especially kama wanaume tumeumbwa na hiyo hulka. Pambana nazo tu katika utafutaji wa vitu ni vya kawaida. Unazingatia mtoko au mavazi ya namna gani once unapokwenda kwenye sherehe? Sasa ya harusi, kipaimara, send off ama birthday ama rafiki zako. Wewe unavaje vaje yani? Na dress. Okay. Na chini unavaa viatu gani pia, ni high heels ama unavaa simple? Napenda sana high heels. Okay. Yeah. Okay, mwendo wa kuonekana mrefu zaidi yani. Yeah. Natisha sana. Safi. Mpenzi mtazamaji wa Love and Ceremony, kwenye episode yetu ya pili tumefika mwisho. Kama nilivyosema, tulikuwa na mrembo wetu leo Bi Jasmine, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya makeup, lakini vile vile ni mwigizaji, yeye anaita Bongo Movie Star. Tumepiga story nyingi sana kuhusiana na kazi zake, lakini vile vile na masuala yake ya mahusiano. Yes. Mimi sina mengi zaidi, ni washukuru sana Lulu's Luxury Spa. Hawa ni wataalamu wa ngozi ya mwili, lakini vile vile nywele na vitu vyote vinavyohusiana na urembo. Wanapatikana Sinza, barabara ya Mori, karibu kabisa na Lifestyle Bar. Pita pale maeneo yao, utanishukuru baadaye kwa kile ambacho utakuwa umekipata pale. Wana huduma nzuri sana, lakini vile vile wana barber shop nzuri sana kwa wale maharusi, mabwana harusi, lakini vile vile kwa wale watanashati ambao wanahitaji kupendeza. Hilo ndio eneo zuri zaidi la wewe kwenda kujiweka sawa. Jasmine, nikushukuru sana mpenzi. Karibu tena kwenye kipindi chetu. Hapa ni nyumbani bwana. Sawa Yes, siku nyingine ukiwa unasema Mchoksi bwana, nataka nikupitie vile hivi, karibu sana wasio. Yes. Basi sina zaidi, ni Mchoksi Mchongoma. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.